zinapotea, zinapinga matatizo kukicha. Kila kukicha asubuhi, chenjele kafa mtu, chenjele kuna harusi, chenjele kuna hiki, na kote umekuwa mtumwa, unalipa. Tena shetani anakutia moyo, anakuambia yaani wewe una mahusiano mazuri sana na watu. Sio mahusiano, hiyo ni roho kamili ambayo imepata mlango wa kutua pale. Kwa hiyo anaangalia kila namna kipato kinapoingia pale, tayari mfereji umewekwa. Sasa funga huo mlango kwa kumtolea Mungu, kwa kutoa fungu la 10, kwa kutoa sadaka zako na Mungu, kwa kufanya na Mungu, kwa kumlinda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hiyo ukifanya hivyo, Mungu atakutetea na Mungu atakupigania. Pale tunasema kuna nguvu ya kukanyaga nyoka na nge. Aina 3 za makundi ya shetani. Aina 3 zitambua, aina 3 za makundi ya shetani wakati tunaposhambuliwa. Kwa maana kaambiwa funga mkanda, vaa silaha. Ukiondoka kama za ibada leo tutachelewesha, hatoki tukaondoka, tunaambiwa kufunga mkanda. Hapa watakusaidia kukaza mkanda ili uweze kuweka vizuri. Leo mahubiri nilichoka leo kwa sababu umeshagamia, lazima uchoke. Una hamu tena shauku hakuna. Anasema kitu cha kwanza ni falme na mamlaka. Mafalme yale mashetani makubwa ambayo yanatoa kazi elekezi ya makundi ya chini. Hawa wanaitwa mabosi, ambao wanaelekeza wachawi nyumba za kuingia. Wanaelekeza wachawi nyumba za kuingia. Nenda hadi ndoa hii, nenda kucha uchumba huu, nenda kucha biashara hii, nenda peleka msiba pale, nenda hadi familia ile, nenda hadi masomo ya yule, nenda mtie kichaa huyu. Na wako makini kwa sababu juu una ufalme wa giza ambao unawasimamia mamlaka. Kuna falme na mamlaka zinawasimamia. Sasa ni kitu cha pili, hawa ndio wa chini, wakuu wa giza, yani wachawi. Hawa wanaitwa wakuu wa giza. Lakini wana mamlaka nyingine ambayo iko juu, inawaagiza peleka kapande ugonjwa fulani kwenye nyumba fulani. Na sio kila ugonjwa unaopata umetoka kwa Mungu. Sio kila ugonjwa unaoingia, nyingine inapandwa na mapepo. Wanakupangia pale na unakubaliana naye na yanaendelea kumini. Pambana na maombi, pambana kwa hali zozote, onyesha nia kwamba unataka Mungu akusaidie. Yametumwa, nenda kammalize yule mwanamke, nenda kammalize. Sasa yanapokuja yakikuta kuna nguvu za Mungu, yanakimbia. Yanasubiri ni watu utajikwaa, utajichanganya, utaingia kwenye masengeni, utaingia kwenye zuma, utaingia kwenye uongo, utaingia wapi? Ukiingia pale sababu tumempata. Weka fence kwenye maisha yako. Hatuna maisha ya dunia sana. Tuweke fence, tutembee na Mungu. Uwe na maneno machache, uwe na maneno mengi. Ongea maneno yako machache, maliza na angalia unaongea kitu gani. Shetani atanipeleka wapi atabishtaki ili animalize. Kataa na Yesu atakusaidia katika jina la Yesu. Unapoweka fence, pepo la 3, pepo wabaya, wale maaskari mgambo tuliojifunza siku za nyuma kule, kama mnakumbuka. Tukasema maaskari mgambo hawa wao wa kukimbia muda wote, utakuta wanakimbia kwa barabarani katika hali ya uhalisia na wao wanakimbia. Sasa wengine hawana kituo. Hawa ni mapepo askari mgambo. Wanakimbia, kazi yao ni kuwapaa watu. Ndio maana tunaona yameshatilia vumbi, yanaondoka. Yanamwacha mtu anapagawa, wanamkusanya tena. Wachawi wanatoa maelekezo. Bwana ingia, wala usiogope. Napitia mlango na kupitia hata kwenye kona ya nyumba. Ingia, mvamie. Haya, uwa ndoa, uwa watoto, uwa kile, fanya kile. Lakini wakikuta huyu shujaa, muumbaji, aliyevaa mwili kifuani, aliyebeba silaha zake aliweka chini, aliyebeba neno, akiamka na maneno kama yote ya mistari ya milele lala kifuani, anatema chete maandiko, anapambana na shetani kwa maandiko. Anamwambia toka shetani. Yesu akisema anamwambia nitakupiga wewe shetani,
nikikushusha ngome moja utaondoka chini. Hakuzungumza hayo, anamwambia ondoka kwangu, umeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Alitumia kitu ambacho Mungu anamsaidia. Hakuzungumza na mimi ninaweza kuwa nimetoka kwa sababu huyu ninampiga kwa maneno ya Mungu. Na alifanya ili sisi tujifunze. Ili sisi tusikae kupambana. Wewe unapambana vita inanuka. Unaambiwa basi lao uwe hii vita inanifuata silaha kwa kujalizane. Wacha niingie kwenye maji kiwili, nikibuka atakuta nimekuwa mtu mpya na nikitokeza maisha yangu lazima yabadilike. Kwa hiyo kizako kipiga miti, ukitoka juu, kila mtu, umerudi, Yesu asifiwe, utasikia na walikuwa mbali na wewe wanakusogelea kwa sababu umekwenda kwenye dunia kumtafuta Bwana. Haleluya. Hakuna mtu kupigana nao hata wazungumze. Na ungezungumza kwa kitu kinaonekana ndani yako. Wacha wazungumze, watu wanaofanya nini kuzungumza, wacha wazungumze. Wewe unjue Mungu unajua. Wewe una siri, una package ya maneno ya Mungu, weka moyoni. Hiyo beba hiyo, tembea nalo. Jaza mkoba wako kwa kusoma neno. Jaza mkoba wako kwa kuomba. Jaza mkoba wako kwa kumkiri Bwana, kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nitashinda katika jina la Yesu. Mazingira yananikataza, yananiambia huwezi kushinda, maana hali yako ni mbaya. Nasema kwa jina la Yesu nitapita kwenye moto na nitatokea ng'ambo na nitamtukuza Bwana. Amen. Na ukisema maneno haya, shetani anajua sina tena nafasi kwenye moyo wangu. Hapa ni mfukuzo. Kwa hiyo anaenda kuambizana, anaenda kuambia utaki Bwana, kale tusizungushe mwisho wa siku mimi nitakamatiwa Mungu. Nitaondoka pale na Mungu wangu. Sasa ukanituma pale pana nguvu nyingi, mimi naendaje pale? Haleluya. Na siku zote hata kwa macho kawaida mnapoona mnakamata wanachokufungia sasa kunipiga hapa tukiwa na Mungu, lakini tulikumbuka kuna nguvu nyingi. Kuna watu walikuwa wanashangilia mbele yangu. Kuna watu walielekeza ndio kwenye maombi wakakubali. Kuna watu wanaelewa kama kwenye nyororo wakakubali. Hivi ni wangapi hapa wanaendelea na ile nguvu ya nyororo? Nyosha kwa uaminifu, sio nyumbani kwa Bwana. Usiongee uongo, utakwenda jana. Silamu tuwalisha maboya chini. Haya maombi yale sasa ya kufunga. Yaani maombi ni ya kula ushibe, lakini nyanyua silamu. Nimeweka masilaha chini. Sasa unategemea nini baada ya kuweka silaha chini, nini kitatokea? Ni kupigwa. Lazima shetani atilie nyuki alipaswe hizo. Maana huna kinga. Utakingwa na nini? Umeambiwa vaa silaha. Utembee kiume. Vaa silaha kifuani. Maana bidii kinga ambayo imekaa hapa na sasa heri silaha zenu. Mkaimarike. Kaza mkanda wa kiuno. Ndio maana wanaume wamekuwa kuvaa mikanda, wanakaza suruali. Hiyo huweza basi ina maana na tafsiri kubwa sana ya mikanda yao. Lakini wao waelewi hii mikanda ya kiroho, tunaambiwa tuvae bidii na kukaza hii mikanda, yaani imani isitetereke, imani isibadilike. Tutembee kifua mbele, tukiwa tunamwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hata kama biashara yako jana ilifeli, sio kesho, ile ilikuwa jana, lakini kesho yako bado inakuja. Mungu ana kesho yako. Mungu ana siku yako. Usimwekee mipaka kwamba Mungu ulishindwa. Hapana, hajawahi kushindwa. Wewe ndio unashindwa. Na ukiona kitu kitokee, jiulize mimi nakosea wapi? Kwa nini kitokee? Kuna mahali mimi nakosea. Kuna mahali sisi na Mungu wangu vizuri. Simwabudu inapotakiwa. Sijakaa naye kwa utulivu. Sijafanya chochote na yeye. Ninafanya lakini au sijafanya. Ni wakati mwingi nimekuwa nikishambuliwa na adui kwa maneno ya adui, kwa maneno ya adui. Lakini sasa ninakata shauri, ninamfuata Yesu kama Bwana na Mwokozi wangu. Unajua unaweza kupata shauri kufanya maamuzi